Najisikia vibaya sana. Tena najisikia vibaya sana sababu nilimwamini 100%. Nakuja nagombana na wenzangu hapa kwa ajili yake. Leo anakuja kunidhalilisha mimi hapa. Ni kweli Daudi? Wanawake wote hao wa kazi gani? Kwa uwezo gani uliokuwa nao wewe? Maisha yao umeyapata wapi? Mbona babako hakuwa hivyo? Ni uni gani huo? Kwa nini unanidhalilisha namna hiyo? Mara nyingi magenge uso wangu leo unauweka wapi? Wote wanaouza magenge wote. Angalia tunavyotukanwa. Gengeni wote. Kwa nini wanawake? Kwa sababu kila anayekuja kununua nyanya anakudhalilisha. Anadhalilisha sana huyu mtoto. Sielewi kabisa. Na asije ukaja Jofu na wewe ukaja ukalanda tabia za kakako. Utaniua Daudi. Nimesema hapa mimi mzee wangu, lakini malaki mpaka sasa hivi wanawake watatu, mwanaume mmoja. 3 wives, 1 sweeter or 1 husband. Huyo hapa. Ndio hao ambao uliwachoka dada yangu. Sana. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Kwanza mimi naomba simu yangu rudi kwa meneja Serenge. Meneja Serenge. Au kama ngoja kwanza. Kaka, huyu mwanamke unamfahamu au mfahamu? Aibu yake yeye. Namfahamu. Unamfahamu vipi? Huyu mwanamke alikuwepo kabla ya huyo. Yaani kabla hata sijaoa huyo ndo alikuwa mwanamke wangu wa kwanza. Anaishi wapi? Yupo kule Buguruni. Anaishi kule mtaani kwenu Buguruni. Sawa. Ulishindwaje? Mnazungumzia ngoja dada jikaze basi, dada tafadhali jikaze basi. Saa zote tutashindwa kuelewana sasa. Tutashindwa kuelewana. Ulishindwaje? Mama hapa anakuuliza, sisi tunakuuliza, watu wote wanakuuliza hapa. Ulishindwaje? Mpaka unatupotezea muda saa hizi. Na kitu kingine sensitive sana kimezungumzwa ni mambo ya mtoto. Una mtoto naye? Ndio. Ndio. Labda ni mtoto wa umri gani? Ana miaka 4. Miaka 4. Upo naye kwenye mahusiano kwa muda gani? Kipindi kirefu toka nikiwa shule. Miaka mingapi sasa hivi mfano? Sisi tuna miaka 5, sema mwaka wa ndoa ndio mwaka mmoja. Mahusiano miaka 5. Ndoa mwaka mmoja. Ndio. Kwa miaka 6. Ndio. Sasa mbona huyu anasema mkoko kipindi upo naye huyu na huyu ndio ulikuwa naye? Ndio. Ndio. Wewe ni mwanamke wako? Ndio. Umezaa naye? Ndio. Mtoto anaitwa nani? Anaitwa Joseph. Unajua kama mumeo ana mtoto mwingine nje ya wewe? Hapana, sijui. Kwa maana yake mlikuwa mnapanga familia wewe na yeye ukijua kwamba wewe ana mtoto na wewe una mtoto? Ndio. Nilikuwa napanga hivyo. Nilikuwa najua ana mtoto mwingine tofauti na mimi. Mama umesikia? Mkweo ana mtoto huyu kumbe. Baba Jose hapa anapoitwa. Mzee umesikia? Mimi nimesikia sana, ndio maana roho yangu ilikuwa sitaki kabisa kijana kuwa karibu na nyumbani kwangu mimi. Sitaki, na ndio maana mpaka sasa hivi tutakapoondoka hapa asithubutu kabisa kusogea katika familia yangu mimi. Sasa mimi nataka turudi kwa mama pale. Mama, kusema ukweli hilo unalijua ulijui? Ongea kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Swala la huyu kuwa na mtoto unalijua ulijui? Kameraman naomba usogee. Mama, unalijua hilo ulijui? Nalijua. Sasa kilichokuuliza nini? Kwa mama na wewe pia huyu na wewe ulikuwa unamdanganya. Kwa hiyo maneno unaongea huyu ya kwamba unamfichia usi ni kweli? Ni kweli. Mwanamke. Na huyo mjukuu unamfahamu? Namfahamu. Jamani.
Sasa kwa nini mzunguko wote uzunguka zunguka? Kwa nini eti jamani? Mapenzi konya, mapenzi mpaka tunapigana, mpaka tunafanya nini? Kwa nini kile kitu kingesemeshwa tu kwamba mimi nimefanya? Kwa maana yake sasa hivi natakiwa nianze kuamini mlongea kuhusu ni kweli? Ni kweli kabisa. Ni kwamba muuni sana. Kaka kweli wewe ni muuni? $1.5. Halafu hizo hela zimetoka wapi? Ni kumbe huyu kweli ni muuni Ni muuni. Japokuwa nilikuwa sijui hapo mwanzo. Kwa huyu mwanamke umeanza kuona meseji yake muda? Sio muda mrefu sana. Yaani siku zote labda alikuwa anafanya siri, lakini sasa hivi ndio amejizilisha mpaka mimi kuondoka. Ulijua una mtoto? Hapana. Kwa hiyo imekustaajabisha? Ndio. Kaka, tunaomba mpigie yule mwanamke afike hapa. Lengo tuzungumze naye ajue wewe una mke. Lengo tuyamalize haya mambo. Na moja ya kitu ambacho utaki kupanic au kupaza sauti kwa sababu ni mkosefu, na mimi nipo hapo kwa ajili ya kukusaidia wewe. I'm on your side. Mimi niko upande wako. Iko ni kitu ambacho kitakusaidia kuimarisha ndoa yako. Kumbuka una ndoa na huyu mwanamke. Kwani shida yako wewe nini? Sasa mimi si ndo muhusika, si ndo tayari shajulikana hivyo. Si ufanye la kufanya, mbona unaleta umeona siku hapa basi waite watu wote hapa waje hapa waje. Wanawake zako Kaka, mbona wewe unajeuri sana? Una wengi. Kumbe una wengi. Basi waite wote. Kumbe ana wengi huyu. Kwa sababu unaona mtu utaita wangapi? Mpigie mama mtoto afike hapa. Lengo ajue una mke wako, tujue yupi unamhitaji. Kama sio wewe unamhitaji akae mbali. Mama una support au support? Kuhusu nini? Mama mtoto aje hapa ili mradi naye akili ikiwezekana achane huyu aende na ndoa na mwenzake hapa. Nakubali aitwe. Muite kaka. Aje kufanya nini mama? Kaka, muite basi. Maswali mengine ambayo basi aje tumalize. Mama, si ndio tunamaliza tofauti zetu? Mama, si ndio tunamaliza tofauti zetu? Tunataka tumalize tofauti. Au wewe huyu mwanamke hutaki ndoa? Basi kama hataki ndoa tumemaliza. Basi basi hataki ndoa, hii ndoa umetaka uitaka. Sasa hata kama akija ndio unakuja unajaa au ndio unazidi kubomoa. Ndio maana nakwambia ndio maana nikasema hivi. Ngoja nikuulize kwanza. Wewe huyu mwanamke umekaa naye mbali kwa muda gani mpaka sasa hivi? Yaani unakaribia mwezi sasa. Mwezi mzima hujai hata miss mke wako. Umetumia akili gani kumrudisha nyumbani kwako? Wewe tayari umekosea kaka. Siku zote muungwana anapovuliwa nguo, usisimame, uchi utaonekana. Chutama, jifiche. Utawapa faida watu. Wewe huyu mwanamke yeye hata alivyosema ndoa haitaki. Wewe ulisema unaitaka. Mimi si kwamba kile ndio kipo moyoni mwako. Tetea ndoa yako. Sio unanipata? Kitendo cha kumuita boy mwanamke wako ulozaa naye hatumdhalilishi. Tunachotaka ni wewe ajue wewe ni mume wa mtu, akae pembeni na aje kukili hapo hata kusumbua tena. Pale tu kama unamtaka huyu. Kama unamtaka huyu endelea naye huyo tu tumemaliza. Unamtaka huyu, unamtaka yule. Mpigie. Mimi naamini mpaka huyu ulimuoa maana yake ulimuona wewe ni mwanamke wa maana, si ndio mama? Ndio. Mpigie nani? Mpigie mwenyewe. Mpigie mwanamke wako. Mpigie nani hapa? Naomba simu yake dada. Nipe simu yake. Mpigie mwanamke wako. Mpigie mwenyewe. Wewe mama mtoto. Mpigie. Angalia namba yake hapa. Kaka, yani wewe una vitu vya hovyo sana. Namba yake andika huko. Andika hapa namba yake, mpigie huko. Usimpigie kwenye simu yako. Simu usije ukakimbia. Andika namba hapo nipatie simu. Nilikuwa naomba na hiyo simu. Kishamaliza kikao hicho nitachukua simu yangu. Nilikuwa naomba na hii simu aliyokuwa anaitumia yeye ni ya kwangu. Kimaliza kikao niondoke nayo. Ondoka nayo. Ila sio tunayamaliza wazee wangu. Kumaliza vipi? Msaidieni tu hata naye aendelee kuwa online. Hapana. Lete simu. Mpigie huko. Ongea naye afike hapa mambo la mahusiano. Mwambie na kuhitaji hapa na kuomba haraka. Naomba ukae speaker tafadhali. Halo. Kwema. Kwema. Salama. Za huko. Salama. Unaongea hapa na baba Jose hapa. Unaongea na baba Jose hapa. Baba Jose? Unaongea na baba Jose hapa David. Haya, uko na shida gani?
Niko hapa Sinza, naomba uje mara moja. Sinza tena? Makubwa. Sinza kuja kufanya nini? Njoo mara moja tu hapa, kuna jambo mara moja tu la kuweka sawa. Sikiliza nikwambie David, mimi sasa niko busy na kazi zangu, sawa? Sawa, wewe unanielewa mimi ninachokuambia? Hiyo ghafla hivyo kuna nini? Kwanza niambie. Hamna kitu chochote, wewe njoo mara moja. Kwani tatizo nini? Nielekeze huko Sinza sehemu gani? Tuko hapa wapi hapa nini? Sinza kwa Lemi hapa. Ama demu nitumie location ulipo hapo location. Au nikutumie location hapa Ubolt hapa ufike hapa. Basi sawa, hamna shida. Sawa. Na kutumia location hapa sasa hivi. Na kutumia sasa hivi yani sasa hivi naomba uache yote njoo mara moja. Poa. Mtumie location nipe simu. Hii hapo. Mtumie location nipe simu. Sawa. Huko usiende huko. Bana ashatuma location kwa huyo mama mtoto wake. Lakini huyu jamaa huyu anazingua sana kusema ukweli. Lakini leo nitasema yote. Naomba ushike dada. Sasa manake si ndio Pilato wenyewe na ndio maana kanyoa pala jamani. Ndio maana kanyoa pala mama. Maana kazi yangu ngumu, nikilala usiku naota hii. Nakuta hadi mayai yamevunjwa kwenye nyumba yangu chini ya kitanda. Mambo yenyewe haya. Sawa. Huyu pia ana mwanamke mwingine kwenye simu yake. Dada umeelewa? Nimekuelewa. Mama umeelewa? Nimekuelewa. Usipaniki, mzee umeelewa? Nimekuelewa. Manake katika mazingira kama hayo riski ya magonjwa ni kubwa. Huyu ana mwanamke mwingine kwenye simu yake. Na huyo mwanamke inaonesha huyu bwana ndo anamsomesha. Sasa sijui anasoma level gani ya elimu, kama chuo au wapi, lakini naona kama ni mwanafunzi wa chuo. Watatu. Mwanafunzi wa huyo mwanamke ana mwanamke mwingine, achana na huyo za naye. Nimeangalia ana mwanamke mwingine. Ndio tunasema wanawake watatu sasa. Ukimjumlisha na mtoto wenu. Huyu hapa. Blaza, uongo kweli? Unajua mimi naona wewe unakwenda mbali. Ndio maana nikasema mwisho wa siku sasa utaita watu wa Dar es Salaam. Huyo hatumuiti. Tunachotaka wewe ukili. Na najua utakataa. Uongo kweli? Si tumemuita huyo mama Jose anakuja. Una mwanamke mwingine una? Nimemsomesha. Basi sawa, mimi sitotumia nguvu kubwa, nitasoma message zake mtazamaji za yeye na huyo mwanamke, ingawa kwenye simu yake alizifuta. Kwa mfano kuna siku alikucheki ilikuwa ni mwezi wa 6. Ambaye mwezi wa 6 si ndo mwezi Juni jamani? Ilikuwa Wednesday 10 2026 Juni, majira ya 1:07 asubuhi. Alikuambia Dau, nakupenda kwa dhati. Wewe ni mwanaume wa ndoto zangu katika maisha yangu. Nafurahi kukupata. Ama hakika moyo wako, upendo wako ni tofauti na muonekano wako. Unanipenda sana na kujali. Rangi yako nyeusi, roho yako nyeupe. Sifa hizo. Muangalie sasa. Na huyu mwanamke anaitwa Jeni. Huyu bwana akajibu. Muda huo ilikuwa ni sasa, huyu alijibu ilikuwa ni 1:15. Akaambia nakupenda sana na unajua una thamani kubwa kuliko yoyote dunia hii. Maana hadi mama yako hana thamani kwa huyo mwanamke. Ndio maana yake. Nauliza. Kalala usingizi. Sawa. Sasa nakupenda, unanipenda najua. Kukuacha hiyo ndoto. Huyo mwanamke akajibu sasa. Mtazamaji sasa sijui yani kisoma kama ito kwanza. Akasema ila sipendi tabia yako ya kunimezesha P2.
ila sipendi tabia yako ya kunimezesha P2. Kama unanipenda nizingatie na unijali. Mimi ni mwanamke wako na sio malaya. Huyu bwana akajibu, ilikuwa saa 1:26, akamwambia sikupi P2 kwa sababu sikupendi, ni vile nina mke na familia, unajua nikikupa mimba tutaongeza mzigo mwingine. We mwenyewe hapo maisha yako unayajua, nimejitoa kukusomesha na kukupambania maisha yako. Okay, saa 1:27 yule mwanamke akajibu tena, akatuma emoji za kulia, akasema nimesikia zinaharibu kizaa. Mambo sitataka sana kuyasoma mtazamaji, hafai kwenye jamii na hayashauriwi pia. Lakini huyo mwanamke anaitwa Jeni na inaonekana ni mwanafunzi wa chuo, kwa sababu pamoja na message yao anasema mwezi wa 7 tunaanza mtihani wa mwisho wa kufungia chuo, kwenye mabano akaweka UE kwa wale ambao wanafahamu, manake ni university examinations. UE mtihani wa mwisho. Naomba nisaidie kile kipengele, ukamwambia napambana nitakupatia. Kwani ilibaki shilingi ngapi? Akakuandikia 300K. Sawa. 300,000 yani. Huyo mwanamke kaka, unamfahamu au umfahamu? Tunaomba tu ukweli mbele ya mama yako. Namfahamu. Nani mwanamke wako? Ndio. Ndio. Dada, umesikia? Nimemsikia. Ana maovu mengi na sio hayo tu, bado kuna mengine tena. Najua. Kwa maana yake kina mama hapo naweza nikaamini mlioafanya nyinyi au mlioyasema ni ya kweli kwa ndugu yetu huyu. Mama, naamini hayo mambo wewe uyajui ya wanafunzi. Unajisikiaje mwanao ulompambania na kumtetea anakutia aibu hivi? Najisikia vibaya sana. Tena najisikia vibaya sana sababu nilimwamini 100%. Nakuja nagombana na wenzangu hapo kwa ajili yake. Leo anakuja kunizailisha mimi hapa. Ni kweli Daudi? Wanawake wote hao wa kazi gani? Kwa uwezo gani uliokuwa nao wewe? Maisha yao umeyapata wapi? Mbona babako hakuwa hivyo? Ni uni gani huo? Kwa nini unanizailisha namna hiyo? Mara nyingi magenge uso wangu leo unauweka wapi? Wote wanaouza magenge wote. Angalia tunavyotukanwa. Gengeni wote. Kwa nini wanawake? Kwa sababu kila anayekuja kununua nyanya anakudhalilisha. Anadhalilisha sana huyu mtoto. Sielewi kabisa. Na asije ukaja Jofu na wewe ukaja ukalanda tabia za kakako. Utaniua Daudi. Nimesema hapa mimi mzee wangu, lakini malaki mpaka sasa hivi wanawake 3, mwanaume mmoja. 3 wives, 1 sweeter or 1 husband. Huyo hapa. Ndio ambao uliatoka dada. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.